Wakati wowote unapolitumia jina la Yesu na halifanyi kazi, hebu tafakari kama Mkristo, kwani halifanyi kazi? Watu wengi hawataki kuchunguza ni kwa nini. Tumeambiwa kabisa ya kwamba tumepewa jina lililo bora, ambalo kwa hilo jina kila goti litapigwa. Ushawahi kutafakari ni mambo mangapi ambayo umekutana nayo na ukalileta jina la Yesu kazini, lakini kiuhalisia halikuleta matokeo yale ambayo ulitarajia? Ni kesi ngapi umekutana nazo ambapo uliomba kwa kutumia jina la Yesu, lakini kiuhalisia hizo kesi mpaka leo bado zipo, hazijaondoka. Nataka nikupatia uhalisia na kweli iliyopo katika jina la Yesu. Jina la Yesu halifanyi kazi kwa kila mtu tu, na yote ni kwa sababu ile jina limefungamanishwa na tabia ya mwenye jina. Kwa hiyo ukipokea jina bila tabia ya mwenye jina, kama tabia yake haijaumbika ndani yake, hata ulitumie vipi, hilo jina halitafanya kazi. Kiwango cha mwenye jina alivyoumbika ndani yako ndicho kiwango ambacho utakapolitumia jina lake litaleta matokeo maishani mwako. Kivipi? Ni kwa sababu kiuhalisia, tunapoongelea jina la Yesu au jina, tunamaanisha anoma au karakta au sifa. Kama hauna sifa za hilo jina, automatic hata kama ulitamke na jesho litoke, halitaleta matokeo. Kwa hiyo ni vyema kama umepewa jina la Yesu, tujibidishe kumjua huyo mwenye jina, sifa zake uzijue na uziishi, ziumbike ndani yako, ziwe kitu kimoja na wewe, ndipo ambapo hata ukitumia hilo jina litaleta matokeo. Sasa Wakristo wengi wapo tu kama wana wasekewa, nao walikuwa tu ni wapunga pepo. Biblia inasema ya kwamba walisikia na waliona Petro akilitumia jina la Yesu kuwakomboa watu, kutoa mapepo, kufungua watu na kuwasaidia watu. Waliposikia hicho kitu, automatic wakaenda kupractice kwa mtu ambaye alikuwa anasumbuliwa, ambaye ndani yake alikuwa anasumbuliwa na mapepo. Wakasema hivi, kwa jina la Yesu yule anayemhubiri Paulo, tokeni. Mapepo yaliwajibu very wisely, yakasema, Paulo tunamjua na huyo Yesu tunamjua, ninyi ni wakina nani? Unapata picha? Utagundua ya kwamba waliposema Paulo tunamjua, walikuwa hawamjui Paulo kwa sababu ya jina lake Paulo. Walikuwa wanamjua Paulo kwa sababu ya sifa ya Kristo Yesu iliyoumbika ndani yake, ambayo inampa mamlaka ya kutumia jina lile, kwa sababu lile jina linawakilisha sifa iliyopo ndani ya mtu. Na huyo Yesu alisema wanamjua ni kwa sababu Yesu ambaye ndo jina lenyewe na mwenye jina mwenyewe ndiye sifa aliyoibeba, ndo jina lake. So automatic walijua mamlaka hii ina uhalali wa kututoa sisi hata tukatoka nje ya mtu. Lakini kiuhalisia hawa wametumia jina sahihi, lakini ndani yao hawana sifa za mwenye jina sahihi. Biblia inasema yule mtu mwenye mapepo akaibuka akawapiga wakatoka uchi. So hiyo ndio uhalisia ya kwamba watu wengi wanapitia changamoto, wanatumia jina la Yesu, lakini bado changamoto zinaendelea kuwapiga, bado changamoto zinaendelea kuwaweka uchi, yani aibu, bado changamoto zinaendelea kuwatesa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wanatumia jina halisi, lakini sifa za huyo mwenye jina hazijaumbika ndani yao. Kwa kiuhalisia, nje wanatamka kitu sahihi, lakini kutokea ndani hawajabeba ile asili sahihi. Kwa hiyo nguvu wanaitamka huko nje haiambatani na uzito wa tabia ya Kristo iliyoumbika ndani yao, ambayo inatoa kibali cha ile jina kufanya kazi ile. So jina la Yesu ni jina ambalo lina nguvu sana, na ndio maana Biblia inasema usilitaje jina langu bure. Ni kwa sababu gani? Mungu anajua endapo kama jina lake likitamkwa, lazima matokeo yatokee. Yaani hiyo sio ombi, ni lazima. Sasa tupo katika kipindi ambacho watu hawana hata hofu ya jina la Yesu. Imagine mtu anajikwaa, yani kujikwaa kawaida, anasema Yesu, yani there is no respect katika hili jina. Na huyo anayetaja jina la Yesu ndani yake hana tabia ya Yesu Kristo hata robo. Hajaumbika, sifa ya Yesu haipo ndani yake. Ndo kwanza anatamka Yesu, lakini baada ya muda mfupi anatukana. Baada ya muda mfupi anaenda kuzini. Baada ya muda mfupi anaenda kutoa rushwa. Baada ya muda mfupi, yani ni it's sad. Inasikitisha sana. Tupo katika kizazi hiki. Na ndio maana tupo katika kizazi ambacho tumepewa jina lilo bora, lakini kiuhalisia hilo jina halileti matokeo halisi ambayo yanatarajiwa, sio tu mbele ya watu wanaotazama kama Wakristo,
Lakini pia hata mbele za ufalme Mungu anashangaa, unalitamka jina lake na hakuna kinachotokea, na anakasirika. Na ndio maana moja ya amri alikwambia usilitaje jina langu bure.